nitambulishe katibu wa mheshimiwa mbunge mtarajiwa. Punga mkono wako. Basi nimuombe kumleta mgeni wetu atusalimie, Mheshimiwa Nicholas Chichake. Karibu sasa. Kanisa la Calvary Assemblies of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu wageni na viongozi, baba askofu, wachungaji, mwenyekiti na katibu wa kanisa la Calvary Assemblies of God na vile viongozi wa Yewawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu, nimefarijika leo kufika hapa kwenye kanisa la Calvary. Nilipata mwaliko jana jioni. Wakaniambia, Peter akaniambia, bwana kuna kongamano hapa. Wamama wa Calvary wangependa sana wakuone. Angalau wasalimie. Kama alivyotanguliza nikasema basi haina shida. Wacha tumwombe Mwenyezi Mungu atutangulie katika siku ya kesho. Na Mungu ni mwema, ameweza kutufikisha siku ya leo. Mimi kwa wale wasionifahamu, ninaitwa Nicholas Mahando Mgaya Chichake. Chichake. Vile ni mjasiriamali. Lakini pia nimtiania nafasi ya ubunge jimbo la Tarime Vijijini. Nimefarijika sana kuona kongamano hili ambalo cha kwanza hamna kitu ambacho kilishawahi kufanikiwa bila Mwenyezi Mungu. Tunapokutana hapa ni kwa nguvu za Mwenyezi Mungu. Tumuombe na sisi tuendelee kudumisha umoja wetu, amani yetu na upendo wetu. Hayo ndiyo mafanikio makubwa ya maisha yetu. Kuna mengine yanakuja na kuondoka, lakini Mungu yuko pale pale. Leo hii mko hapa, mnazungumza kwa pamoja, mnafarijiana. Hii ni tiba ya maisha. Nataka niwaambie ndugu zangu, kuna wengine walikuja hapa wakiwa na misongo ya mawazo ya maisha yao. Walipofika kwenye huo mlango tu, ule msongo umeisha. Hii ni kwa sababu ya neema ya Mwenyezi Mungu. Tunapokutana, tunafarijiana. Leo hii tunatoka hapa tukiwa na amani na furaha. Kuna mwingine hakula usiku, lakini alipofika hapa akapata neema. Kwa hiyo ni jambo la kushukuru Mungu, lakini vile vile tuombee taifa letu amani na upendo. Tunaenda kwenye kipindi cha uchaguzi ambacho wakati mwingine mtu anaweza kukwambia hata yule sio mke wako. Ndio unaona ni mke wako umeoa kama Peter alivyokuwa anatambulisha hapa, lakini kwenye siasa anakuambia yule sio wa kwako. Kwa hiyo wakati huu ni wakati ambao tunatakiwa kumtanguliza Mungu sana. Leo hii utaambiwa hata yule mchungaji, wewe sio wa kanisa lenu. Anakuambia kabisa mtu hivyo. Na mnajua huyu ni mchungaji wenu. Ndugu zangu, tumtangulize Mwenyezi Mungu kwa kila kitu, ili tuweze kuishi
kwa amani na vizazi vyetu vikute amani tuliyo nayo. Ni wakati wa kudumisha upendo na amani. Hivi vitu ni vya muda, vinapita, na kila mtu anayo nafasi hiyo. Leo hii tudumishe upendo, kwa sababu tunafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya watu wetu. Kwa hiyo ni jambo la kutanguliza Mungu, ili popote pale tunapozungumza tuzungumze kwa kumtanguliza Mungu na kwa upendo. Watu wabishane kwa hoja, mtafasiri, lakini mtangulize vifungu vya Mungu. Ndugu zangu, nimefarijika kuona matarajio ambao mmeyazungumza kwenye risala yenu. Ni kwamba haya ndiyo mazuri. Haya yanaunganisha watu wa rika na mfumo tofauti. Mnapokutana kama kina mama, mkawa na haya malengo. Kwanza moja, kwenye upande wa taifa yanatusaidia sana, kwamba wamama wanaweza wakajiendesha na wakainuana kuliko kuinua mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo nimeona malengo yenu ni mazuri, na nikaangalia kulikuwa na baadhi ya changamoto, nikasema wacha na mimi na kile kidogo nilicho nacho niweze kushare na ninyi. Hii itakuwa ni mwanzo, lakini siwe mwisho, kwa maana kwamba hili ni kanisa letu, lakini vile vile JWAWI watakuwa ni wa kwetu siku zote. Kwa hiyo kwa upendo wa Mwenyezi Mungu leo amenipendeza kufika mbele yenu, na mimi kwa niaba yangu mimi mwenyewe na familia yangu naomba kuchangia shilingi 500,000. Samahani mwenyekiti, mheshimiwa, kabla huja, alafu uliposimama tu hapo nikaona unafanana kwa hapo kabisa. Lakini pia maneno ya busara uliyoyazungumza yamenitia faraja sana, kwamba kuwepo kwetu sisi hapa ni tiba, na kweli tiba imefanyika. Lakini pia nimeona una kibali, jitahidi sana na sisi tutakuombea. Na ndugu zangu, mimi kama mimi sasa, mimi ndio mchungaji mwenyeji hapa, nilikuwa naomba tu ushike hii fedha mheshimiwa. Aishike tu mkononi mwake. Huyo mtu katoka Nyamongo, kaendesha gari yake, mafuta ni mengi kutoka Nyamongo mpaka drive mwenyewe. Haleluya. Angeweza tu kusema natuma mtu wa hapo, si yuko pita pale. Angemwambia tu pita, mwambie na ahidi, alafu nitairusha kwa M-Pesa ili asiweze kutembea. Kuna vitu vidogo ambavyo ukivitafsiri unapata utu wa mtu. Ameamua kusafiri mwenyewe na kuja, na unajua taarifa kaipata tu jana. Alafu pia katika majina yake yote nimeshika tu Chichake. Yaani kiti ni chake. Lakini tafsiri imetoka tayari ya Kiswahili. Yes, na kamusi hiyo. Mheshimiwa, mara yangu ya kwanza na kuona, lakini nimesikia unanivutia hivi. Amen. Na anasema ni mtiania. Amina. Ni kiongozi. Mungu akubariki sana. Amina.
Baada ya hapo tutakuombea Mungu akutangulie, ili tuone huko mbele Mungu anakupa kibali. Nilikuwa na Mungu akubariki sana. Chichake. Nzuri sana. Umeniambia kitu moja ambacho nimekuwa nikikiona kwenye majukwaa ya kisiasa, na ikanifanya kuamini kwamba una akili sana na utakuwa umejipanga vizuri huko unakokwenda. Kwamba kwenye siasa, mke uliyekaa naye miaka 20, mtu tu asiyekutakia mema anaweza kauambia umma kwamba huyo si mke wake. Nikajua tu jamaa na kichwa anajua anakokwenda na anajua vita iliyoko. Hautaogopa. Na Mungu siku zote wafanye kazi na watu waoga. Nataka nikwambie tu, kila mmoja unayemwona kwenye nchi hii ambaye ana jina siasa au serikalini, hakuanza kwa nguvu. Alianza katika hali unayoanza leo. Naamini tuko kwenye hii madhabahu, Chichake utafika mbali sana. Na bahati nzuri sana, umri wako bado ni mdogo. Ninaamini utafika mbali. Hapo bahati nzuri tu na mimi nimefahamu jina lako Chichake. Manake na mimi naweza nikalizungumza kwa watu wengi sana Chichake, na nikawa manake nini, kiti ni chake. Kwa heshima. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu anahitaji maombi tu, Mungu amtangulie kwenye nia yake, makusudio yake na hizo harakati zake. Bila Mungu hataweza, na amesema mambo yote yanaweza katokea na yakapita, lakini Mungu hatapita. Maana yake anamtanguliza Mungu. Basi nitamkabidhi maiki katibu wetu wa kanda. Ninamwamini mama huyo ni mtumishi wa Mungu, na atakayaomba kwa mtumishi huyo yatakuwa. Nyosha mikono yako juu yake ili Mungu amsaidie. Watumishi wa Mungu, wachungaji, tuombe. Baba, katika jina lako Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, tunalibariki jina lako Mungu kwa ajili ya mtumwa wako huyu Bwana. Umesikia alichokinena katika madhabahu yako. Kwa ajili ya macho yetu sisi ya kibinadamu, tumeona amekutamka wewe Mungu. Na wewe Mungu ndio unawatoa watu katika mavumbi na kuwaketisha na wakuu. Tunatangaza na kutabiri, Baba, ikawe hivyo. Ukampe haja ya moyo wake katika jina lako Yesu, mwana wa hai. Tunakataa ajali na mauti. Tunakataa kila namna ya mashambulizi. Tunapinga hila zote za adui. Tunambariki na kumwachilia mikononi mwako, apate neema na upendeleo wako Bwana. Tunambariki, 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 tunambariki. Hata atakapokuwa anatoka hapa, tunaponya usafiri unaotumia, maeneo yote atakayoenda, Mungu kamfikishe salama na kumpa kibali sawasawa na kuweka neno katika kinywa chake. Kila atakachokitamka kikafanyike kuwa baraka katika masikio yetu, katika jina lako Yesu mwenye hai. Neno kafanikiwe, neno kastawi, neno kapate unachokihitaji